Lisifiwe jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Lisifiwe jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Lisifiwe jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Liabudiwe jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Lisifiwe jina la Yesu wa Nazareti. Liabudiwe jina la Yesu. Litukuzwe jina la Yesu. Liabudiwe jina lake. Haleluya. Haleluya. Unaweza ukamshangilia Yesu hapo ulipo. Piga makofi kwa Yesu. Nataka nione vijana ambao wanasema tunapenda Kristo, wanaweza wakamwadhimisha Yesu. Salia Maria. Haleluya. Bwana asifiwe. Vijana tunaweza tukasimama, tunapiga injili safi afu fupi. Yaani neno la leo wala halitaboa. Short and clear. Bwana asifiwe sana. Damu utabaki hapo, mtu wa Mungu akinanda utanisaidia. Sasa nitakuwa tuna story tatu alafu tutamaliza neno. Story ya kwanza, Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Hakuna kitu ambacho unaweza ukampa Mungu kikafanana na thamani aliyoilipa kwa ajili ya maisha yako. Hauna pesa ambayo unaweza ukampa Mungu itakayofanana na yale ambayo amekutendea kwenye maisha yako. Hauna mali kiasi hicho zikafanana na ile gharama ambayo Yesu alilipa kwa ajili yako. Yeye anataka tu moyo wa ibada. Ukimpa ibada anakupa pesa. Ukimpa ibada anakupa ndoa nzuri. Ukimpa ibada anakuinua. Ukimpa ibada anayagusa maisha yako. Hakuna chenye uthamani mbele za Mungu kama moyo wa mtu ambaye ana ibada, mtu ambaye anaweza akamwabudu Yesu katika roho na kweli, mtu ambaye anaweza tukisema kusifu akamsifu Yesu kwa kumaanisha, mtu ambaye anaweza akaitoa ibada yake mbele za Bwana. Huyo ndio mtu ambaye Mungu anamtazama. Ni kweli una fedha nyingi, lakini fedha zako haziwezi zikatosha kuilipa ile gharama ya msalaba. Mpe Mungu ibada, akupe ndoa nzuri. Mpe Mungu ibada, ayageuze maisha yako. Mpe Mungu ibada, na maisha yako hayawezi kuwa ya kawaida. Na kwa kuwa tumejihudhurisha mbele za Bwana Jumapili ya leo, ibada ambayo tumempa Mungu haitayaacha maisha yetu yakawa ya kawaida. Tumekataa, tumekataa, tumekataa. Hatutampa Mungu ibada tukabaki na maisha ya kawaida. Nani anasema nimeyakataa maisha ya kawaida? Anaweza akainuka akapiga makofi yake, akapiga makofi yake kwa ajili ya Bwana Yesu. Tumekataa kumtumikia Mungu ambaye ni tajiri, sisi tukabaki maskini. Tumekataa kumtumikia Mungu ambaye anaweza, sisi tukawa ni wa chini. Na hii ikawe kwako kwa jina la Yesu. Na hii ikawe kwako kwa jina la Yesu. Utakapokuwa unatembea, tembea kama mtu ambaye kuna gharama ililipa kwa ajili yako. Haleluya. Maandiko yanasema siku moja kuna mfalme anaitwa Nebukadneza. Aliota ndoto. Alipoota ndoto akawaambia ule mji, nitafutieni mtu ambaye anaweza akaitafsiri ndoto, na msipompata mtu ambaye ana uwezo wa kuitafsiri ndoto, watu wote wenye hekima kwenye mji mtakufa. Hizo habari zikamfikia mtu mmoja ambaye alikuwa amejaa na roho ya Bwana anaitwa Danieli. Danieli akasema, mwambieni mfalme asiue watu, ila mimi nipeni muda, nitakuja na hiyo changamoto. Ewe kijana mwenzangu, waambie wasikukatie tamaa, waambie wasikukatie tamaa. Ni swala la muda, ni swala la muda, ni swala la muda. Wako wapi vijana? Naweza nikahubiri nao. Wako wapi vijana? Naweza
wasikukatie tamaa. Danieli akasema ni swala tu la muda, hiyo ndoto ya mfalme lazima nitakuja na tafsiri. Kuna watu wanakuona unapoteza muda kumfanyia Mungu ibada, yaani waambie ya kwamba msinikatie tamaa, kuni swala la muda. Kuna kijana naongea naye mahali hapa, kuna watu wanakuona hauna kazi, wanakuchukulia kawaida. Waambie ni swala la muda, waambie ni swala la muda. Kuna magorofa tutayajenga, kuna huduma tutakuwa nazo, kuna utajiri tutakuwa nao. Waambie tu wakupe muda, waambie tu wakupe muda. Au wanaokudharau waambie ni swala la muda. Hakuna aliyejua ya kwamba Daudi atakuwa ni mfalme. Hakuna aliyejua ya kwamba kijana ambaye alikuwa anachunga kondoo atakuwa ni mfalme. Ni kweli mionekano yetu haiwashawishi watu ya kwamba kuna siku tutakuja tufanikiwe, ila sisi tunaambia neno moja, wasitukatie tamaa. Ni swala la muda, ni swala la muda. Haleluya. Nikupe story ya pili. Nikupe story ya pili. Mungu ilifika wakati anataka amlete Yesu duniani. Akamtazama bikira mmoja aliyekuwa anaitwa Mariamu. Malaika wa Bwana akamtokea Mariamu. Alafu akamwambia Mariamu, wewe salamu, wewe uliyepewa neema, maana Bwana kutokea kwenye tumbo lako kuna kiumbe ambacho sio cha kawaida kitazaliwa. Mariamu akasema, litawezekanaje jambo hili? Nataka niongee na mtu mmoja ambaye amesema kwenye hili itawezekanaje, ambaye amesema kwenye hili nitavukaje. Maandiko yanasema malaika wa Bwana akamwambia Mariamu, uweza wa Roho Mtakatifu utakujilia juu yako, nawe utabeba mimba. Watu wa Mungu tunajua mimba huwa inatungwa zikukutana mbegu mbili, ila kuna huo uwezo ukija ndani yako mambo huwa yanaenda vice versa. Kuna huo uwezo ukija ndani yako mambo huwa yanaenda vice versa. Kama kwa uwezo wa Roho wa Bwana mtu alipata mimba pasipo mwingiliano, uwe na uhakika huo uwezo wa Roho wa Bwana una uwezo wa kukuinua kwenye eneo ambalo unamtegemea Mungu. Mungu anaweza akakuinua. Watu wa Mungu, hakuna lisilowezekana kwa Yesu. Hakuna lisilowezekana kwa Bwana. Ni kweli mnachelewa, lakini Bwana ameandika hatima yako kwenye viganja vyake. Uwe na uhakika ya kwamba yapo majira yako ya kutoka. Uwe na uhakika ya kwamba yapo majira yako ya kutoka. Maandiko yanasema heshima na utajiri vipo kwenye mikono ya yule tunayempa ibada mahali hapa. Huyo uliyemfuata mahali hapa atayabadilisha maisha yako. Huyo ambaye umekuja kumpa ibada akayabadilishe maisha yako kwa jina la Yesu. Na kwa uwezo wa Roho wa Bwana tunajitamkia, maana maandiko yanasema mauti na uzima vipo kwenye uwezo wa ulimi. Tunajitamkia ule uwezo wa Roho wa Bwana ukayainue maisha yetu katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Sisi hatutakuwa wa kutangatanga tena. Nani anasema ya kwamba ninainuka? Anaweza akainua mikono yake juu. Wainua wa mkono juu. Tunaenda kupiga kelele ili kwenye kambi za adui wajue ya kwamba kuna watu leo walikusanyika Monrovia Niunga. Hao watu leo wameukataa umaskini, wamekataa magonjwa, wamekataa kuwa chini. Inua tu mkono wako, alafu piga hizo shangwe, piga hizo shangwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Unapopiga makofi yako, Roho wa Bwana anaenda kule ambako unamtegemea. Haleluya, haleluya. Na ikawe kwako kwa jina la Yesu, na ikawe
yawe kwako kwa jina la Yesu. Watu wa Mungu, maandiko yanasema malaika akamwambia, Roho Mtakatifu atakujilia. Uwezo wa Roho Mtakatifu hatuutumii tu kwenye kuhubiri. Kanisani wanatakiwa wapatikane wamama ambao watajaa Roho wa Bwana, wakifika kwenye biashara zao, wakiweka mkono sapati keta palida, wateja waliko wanakuja, wapatikane watu ambao watajaa na Roho wa Bwana. Alafu wakifika maofisini, wale wanaotumia ilisi watakuja kupiga goti kwako ya kwamba kuna uweza umeingia hapa, sio wa kawaida. Watu wa Mungu, hatumtumii Roho Mtakatifu kwenye kuhubiri peke yake. Uweza wa Roho Mtakatifu hautumiki tu kanisani. Na hili jambo wa Kristo tunabidi tulijue. Unaweza ukautumia uwezo wa Roho Mtakatifu kwenye ofisi ulionayo. Unaweza ukatumia uwezo wa Roho Mtakatifu kwenye biashara ulionayo na ikakuletea matokeo. Haleluya. Tunavyoondoka leo mahali hapa, ule uwezo wa Roho ambao uliitunga mimba kwenye tumbo pasipo mbegu za kiume, ule uwezo wa Roho ukaingia kwenye maisha yako pia. Ule uwezo wa Roho ukaanze kuyasababisha mambo ambayo kwa ufahamu wa kimwili huwa hayawezekani, ila kwa sababu neno linasema hakuna neno linaloshindikana kwa Bwana. Bwana akayawezekanishe hayo ambayo namtegemea kwa jina la Yesu. Tumalizie tu jambo moja. Tumalizie jambo la mwisho. Ngoja nayo nikupe kama story kwenye kamfuko kangu kwa Yesu. Tumalizie mwisho. Maandiko yanasema hivi, wana wa Israeli kuna kipindi ambacho walisuguliwa sana na jeshi la Midiani, kiasi ambacho waliteseka sana. Walifika kwenye kipindi ambacho wakaanza kumlilia Bwana Yesu, wakaanza kumlilia Mungu wakisema, Mungu, mbona tunaangamia? Lakini kwa sababu Mungu huwa anawarudi watu wanaomlilia, Mungu hakuwaacha waangamie. Ngoja nikutie moyo. Unajua tunapokuja kwenye ibada namna hii, hautakiwi uje na huzuni kwenye ibada na ukarudi na huzuni. Yaani kanisani sio mahali pa kwamba nimehudhuria tu Jumapili. Hapana. Kanisani ni eneo ambalo ulikuja dhaifu, ukiondoka unaondoka kwa uwezo wa Bwana. Ulikuja una matumaini, ukiondoka matumaini yanakuja. Kanisani ni mahali ambapo ukiondoka ulikuwa una matumaini, nenda kawe na matumaini. Umekuja ibadani Jumapili, kuna jambo lilikuwa haliwezekani, unapoyaendea leo mchana unaenda kusema yanawezekana kwa jina la Yesu. Ndio maana ya ibada, watu wa Mungu. Unamjua Mungu ambaye umekuja kumfanyia ibada anachoweza kukifanya. Kijana mmoja alikuwa yupo kwenye shirika moja hivi la nishati hapa Tanzania. Alikuwa ni kijana ambaye alikuwa na cheo kidogo, lakini siku moja kwenye ile kampuni ikawa imetokea changamoto. Ilipotokea changamoto, wakawa wamejaribu kuitatua sana, hawajapata namna ya kuitatua. Ila kwa sababu yeye ni kijana ambaye ameokoka, ana uwezo huu wa Roho Mtakatifu ndani yake, akajitenga, akaenda pembeni, akasema, Roho Mtakatifu, kuna shughuli gani hapa? Kuna jambo gani limetokea? Nisaidie tuvuke. Akaondoka, ameondoka. Alipoenda kwenye zile mifumo, alipoenda kwenye ile mifumo ya ile kampuni, alipokuwa anaangalia, ghafla ndani yake ikaja sauti, chezesha hichi kidude. Alipokichezesha, changamoto ambayo walikoni maprofessional waje kulitatua walishindwa, lakini yeye kwa kurudi tu kwa uwezo wa Roho Mtakatifu aliweza kuitatua. Ninakuombea kwa jina la Yesu, huo uwezo wa Roho wa Bwana ukawe ndani yako. Watu wa Mungu, moja ya zawadi kubwa ambayo Mungu ametupa ni huyu Roho wa Bwana na uweza wake ambao unakaa ndani yetu. Kuanzia leo kautumie uweza. Uweza wewe unajitunga mimba. Uweza wewe unaitunga mimba pasipo mbegu. Uweza huwa unaweza ukabadili maisha ya mtu yaliyozalauliwa. Uweza wa Roho wa Bwana huwa unaweza ukabadilisha biashara ambayo ilikosa matumaini. Uweza wa Roho wa Bwana huwa una uwezo wa kuinua mtu
ambaye mtaani wanamkataa akaanza kubadilika. Huo uwezo ukakupe kibali kwa jina la Yesu. Kuna jambo unamsubiria Mungu akutendee kwa uwezo wa Roho wa Bwana, hilo jambo linawezekana. Nilikuambia Jumapili iliyopita, watu wana maneno lakini Mungu wetu ana neno. Wao wakisema maneno mengi, Mungu wetu anasema, mwanangu wewe utanyamaza kimya, mimi nitapigana kwa ajili yako. Vijana kati wameimba wimbo wa kwanza, wamesema Bwana akasema, hao wa Misri ambao mnawaona hamtapigana nao tena, ninyi mtanyamaza kimya, mimi nitawapigania. Watu wa Mungu, Mungu ana tabia ya kutupigania. Yoyote ambaye anamtegemea Bwana, Bwana hajawahi kumwacha. Usikate tamaa kwenye kazi yako ya Mungu unaifanya. Kuna wakati utafika, Bwana atafungulia koki. Akifungua ile koki, ataanza kumimina baraka, ataanza kumiminia baraka, kwa sababu kuna wakati ulifanya kwa uaminifu. Watu wa Mungu, na Mungu akiamuaga kufungua koki, waga mnajua ile koki ya maji ukiifungulia ukaondoka. Mungu akiamuaga kufungua koki, anafungua koki alafu anaondoka. Utashangaa watoto shuleni wanafaulu. Utashangaa ukija kwenye biashara, unaona Mungu anakupa kupiga hatua. Una miradi unaona inaenda. Kwa sababu gani? Mungu anakuwa ameifungua koki. Mimi nimekuja asubuhi ya leo kukwambia kuna uwezo ambao huwa unaweza kuitunga mimba bila mbegu ya kiume. Unaitwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Mariamu akasema, litawezekanaje jambo hili? Malaika wa Bwana akamwambia, Roho Mtakatifu. Kwa lolote ambalo unaliona gumu, Roho Mtakatifu. Lolote ambalo haliwezekani, Roho Mtakatifu. Lolote ambalo linakusumbua, Roho Mtakatifu. Lolote ambalo ni gumu kwenye macho yako, linamhitaji Roho wa Bwana, na Roho wa Bwana leo atakusaidia kwa jina la Yesu. Tumalizie kitu kimoja alafu tukaombe. Tumalizie kitu kimoja tukaombe tumalize. Amen. Kuna vijana wanasherehekea leo, hawanisaidii kuhubiri, wamepoa na wanajiita wana sikukuu, na ndio maana mahusiano huwa yanawasumbua. Unakuta kuna kijana wa kanisani, kila binti anataka awe wake. Yesu hamtaki tuhubiri wote, ngoja niingie huko sasa. Amesema niseme sawa. Kuna vijana ambao hawataki kumpigia Yesu makofi. Kuna wengine ambao ukifika wakati wa kujibujisha kwa Mungu, utamkuta kwa mfano huyu binti analia, utasema binti baba anabubujika kwenye uwepo wa Mungu. Hawa vijana, sisi vijana, kuna watu wakiachwa hiyo siku kanisani ndio utaona kuwa wanauheshimu uwepo wa Mungu. Kuna watu mpaka waachwe ndio wanajua kuyatoa machozi kwa Bwana. Na ngoja nipige misumari kadhaa, nisi hamtaki tuhubiri. Kijana mwenzangu, usije ukakosea. Masuala ya unatuma 50,000 leo, alafu tena kesho anakuambia nataka nikasuke. Mabinti wana hiyo sisi hatutaki. Tupate mabinti ambao wana uwezo wa kubajeti pesa. Watu wa Mungu, tunahitaji pesa kwa ajili ya nchi. Tunahitaji pesa kwa ajili ya mambo ya ufalme ya Mungu. Wewe kijana ambaye una mahusiano yaeleweki, leo hii tunayavunja kwa jina la Yesu. Watu wa Mungu, niseme hivi, Roho Mtakatifu ana uwezo wa kutusaidia kwenye kila eneo. Roho Mtakatifu sio tu kwa ajili ya kuhubiri, ila ngoja nikwambie, tunaweza tukaja ibadani namna hii, akawepo mtumishi aliyeaminiwa na Mungu, aliyejaa Roho wa Bwana, alafu akija hapa mbele anavyotoa matamko namna hii, kuna mtu kibaba chake kinajawa na Roho wa Bwana, na huyu mtu ana ofisi fulani, yuko huko
TAMISEMI. Huyo mtu akijaa Roho wa Bwana, akienda kule, Roho wa Bwana anamsaidia kwenye ile ofisi, alafu zile mambo yake yanaenda, anapata pesa, Mungu anamfanikisha kibiashara. Akishamfanikisha yule mtu, kwa sababu alisaidiwa na Mungu, anakuja kuisaidia kazi ya ufalme iende. Ndio namna ambavyo Roho Mtakatifu anatusaidia. Kwa sio tu huyu Roho tunamtumia tu kwenye kuimba, sio tu huyu Roho tunamtumia kwenye kuhubiri. Wanaweza wakainuka wafanyabiashara wenye Roho ambao wakaanza kuzibeba shughuli za ufalme. Akatokea tu mtu mmoja akasema, kwenye harambee mimi nitatoa milioni 1. Wakitokea watu wa 40 wanaweza wakalimaliza jambo. Kwa nini? Tukiyaelewa matumizi mazuri ya Roho Mtakatifu. Amen. Hawa baba zetu kuna wakati wanahitaji kutunzwa, ila wanatunzwaje? Mungu amewaamini. Wakija hapa wanatutamkia baraka. Wakitutamkia baraka, nikienda kwenye kazi yangu, ile baraka inanisaidia. Ile baraka ikinisaidia, nikipata huko nakuja natoa fungu la 10. Nikipata huko nakuja kumwambia baba, leo Jumapili chukua hata kakiti moto kula na familia. Kwa nini? Kuna baraka alinitamkia. Alafu Roho Bwana akaniwezesha nikaweza kuinuka. Kwa kumwomba Roho Mtakatifu atusaidie kwenye kila eneo, ndio maisha ambayo tutakuwa tunaishi. Nadhani sisi tunahubiri mara ngapi? Tunahubiri mara nyingi, ila kuna watu ambao tukiwatamkia baraka wanasema, mtumishi, nakumbuka kuna siku uliwahi kunihubiria, hebu chukua hata hii 1000 ukanywe soda, mtumishi wa Mungu. Unapofanya hivyo, na wewe unazichukua zile baraka za yule mtu aliyeaminiwa na Mungu. Amen. Yaani wewe kijana, wakati ni ngumu kuitoa sadaka yako 10,000 ukaileta hapa kanisani, ila ni rahisi kumlazimisha huyo binti muendelee na hayo mahusiano. Mungu akukemee kwa jina la Yesu. Biblia, lakini wanachati isipo kawaida. Kuna wengine wanachelewaga ibadani, sio kwa sababu eti walikuwa na maombi ya mkesha. Wanachati mpaka saa 8, alafu vyombo vinachelewa kuwashwa, na unakuta na yeye ni mtu wa vyombo, alafu tunaanza kusema ibada imechelewa. Kumbe kuna mtu kwa sababu ya kuchati jana, na unasubiri kwanza sijamaliza, na unakuta walikokuwa wanavichati. Tuwasile masikio wazee, hapo tuongee sisi vijana. Unakuta walivyokuwa baba asikii, unakuta walivyokuwa wanachati wenyewe, havina maana, havimtukuzi Yesu, ila huyu mtu anachelewa ibadani. Watu wa Mungu, tumheshimu Roho wa Bwana. Haleluya, haleluya, haleluya. Nikutie moyo kwa hichi cha mwisho. Kichwa changu kilikuwa kinaitwa tambua uwezo ulio ndani yako, afu kwenye mabano Roho Mtakatifu ili upige hatua. Kuna uwezo ambao wewe uliumbiwa kabla hujaletwa hapa duniani. Ningekusomea habari za Gideoni. Gideoni anaambiwa, enenda kwa uwezo wako huu ulionao. Gideoni alikuwa anasubiri labda Mungu atamletea majeshi katika mwili kama yale aliyoonyeshwa na Elisha, lakini Mungu akamwambia, enenda kwa uwezo huo ulionao. Wewe hivyo hivyo unavyojitazama, kuna uwezo umeumbiwa ndani yako, na siku ya leo Mungu anasema kwenye hiyo biashara iendee kwa uwezo huo ulio ndani yako. Kwenye hiyo huduma ulionayo iendee kwa uwezo huo ulio ndani yako, kwa sababu Mungu alivyokuumba kuna supernatural ability ambayo aliiweka ndani yako. Mama yangu, baba yangu, una uwezo wa kimungu ndani yako ambao una uwezo wa kuyasababisha mambo yakazaliwa. Na maandiko yanasema kwenye Matendo 1:8, nao wakapokea Roho Mtakatifu akishawajilia mtapokea nguvu. Tangu ile siku ambayo ulimkiri Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, ukweli ni kwamba kuna uwezo ambao upo ndani yako. Sasa watu wengi wanapambana kumwomba Mungu hawajalie nguvu zingine, halafu hata kilicho kwao ndani hawajakitumia.
Unamwomba Mungu ni kweli akujalie nguvu zingine, lakini hata huo uwezo ulionao ndani yako hujautumia. Unaenda kuomba msaada kwa mtumishi akusaidie, wanakuja watu usiku labda kukusumbua, wewe hujatumia hata mamlaka iliyo ndani yako, unaanza kwenda kuomba msaada nje. Kuna uwezo uliumbiwa wewe. Mwinjilisti mmoja akasema haiwezekani mtu mzee hata kutembea hawezi, alafu wewe anaikalia biashara yako haiendi. Hivyo vitu sisi tumekataa kwa jina la Yesu. Haiwezekani vitu vidogo vidogo eti wanavifunga vinakuwa mfumo wa nguo, afu hivyo ndio vije vitusumbue sisi kupiga hatua kwenye biashara zetu. Hivyo sisi tumevikataa kwa sababu ndani yetu tuna huo uwezo ambao umewekwa na Bwana. Na nimalizie kwa kusema maandiko yanasema nimewaandikia nyinyi. Kuna kijana kwenye ibada, kuna kijana kwenye ibada, kuna kijana kwenye ibada, kuna kijana kwenye ibada. Maandiko yanasema nimewaandikia vijana kati, nimewaandikia vijana kati. Kuna vijana wengine vijana kati hawataki. Vijana mikono juu. Vijana maandiko yanasema nimewaandikia vijana vijana nao watake. Twende kwa pamoja. Nimewaandikia vijana wote wa Moravian Iunga. Nimewaandikia vijana wote wa Moravian Iunga. Neno linakaa ndani yao, nguvu zipo ndani yao. Kwa huo uwezo ondoka ukafanye biashara. Kwa huo uwezo ondoka kijana mwenzangu. Mungu anatumia vijana wakainuke, vijana ambao wanaweza wakaaminiwa kwenye madhabahu namna hii. Wakainuke vijana ambao wanaweza wakaaminiwa kupewa kuongoza miradi, wanaweza wakaaminiwa kupewa vyeo. Ukawe wewe kwa jina la Yesu. Bwana Yesu akainue vijana ambao tutaubeba uwepo wa Mungu. Ukisimama kumsifu Bwana, ukisimama kumwabudu Bwana, uwepo wa Bwana ukashuke. Na huo uwepo ukishuka ukabadilisha hatima za watu, ukabadilisha hatima za watu. Ni ombi letu ya kwamba kama jinsi ambavyo mama zetu zilituzaa kwa uchungu, sisi tumeamua tukawe ni vijana wa mfano. Tutawaletea vitenge mtavivaa, tutawaletea vitenge mtavivaa. Wakapatikane vijana ambao watatunza mama zao, wakapatikane vijana ambao watakuwa ni mfano wa kuigwa. Haleluya! Kwenye haya majira Mungu akainue vijana ambao watakuwa ni mfano wa kuigwa. Mchungaji akikaa ofisini anasema nina kijana wangu pale, ninajua lile jambo halitashindikana. Wakainuke vijana wa namna hiyo. Haleluya! Mungu anaweza akakutumia, Mungu anaweza akakutumia. Kama Daudi alikuwa ni kijana mdogo ila alitumiwa na Bwana, na wewe Mungu anaweza akakutumia kwenye ofisi uliopo. Mungu anaweza akakutumia kwenye kila eneo ambalo upo. Mungu ana uwezo wa kukutumia, na hiyo neema ikawe kwako, na hiyo neema ikawe kwako. Vijana kati Mungu akawatumie, Mungu akawatumie, Mungu akawatumie, Mungu akawatumie, Mungu akawatumie kwa jina la Yesu. Ondoka na huo uwezo, maana Bwana atakusaidia. Sisi ndio wale ambao tunasaidiwa na Bwana. Sisi ndio wale ili tushuke. Bwana anatuinua, Bwana atakuinua kwa jina la Yesu. Bwana akawashangaze mahali wako, ikajulikane ya kwamba Mungu uliyembeba. Hebu piga kifua chako, sema Mungu niliyembeba, Mungu niliyembeba sio wa kawaida, sio wa kawaida, sio wa kawaida. Simama kwa miguu yako, simama kwa miguu yako, sema Mungu niliyembeba, Mungu niliyembeba sio wa kawaida, sio wa kawaida. Sema majira haya ni majira yangu, majira haya ni majira yangu. Lazima niinuke, lazima nipige hatua kwa jina la Yesu.
Nataka tukaombe tu kidogo. Nyosha mkono wako juu, nyosha na mwingine. Kabla tunaenda kuomba, nataka tumpigie Yesu makofi. Kuna watu mnajua Mungu alikowatoa. Hayo sio makofi ya kumpigia Yesu. Kuna watu mnajua Yesu Mungu aliwatoa. Hayo sio makofi ya kumpigia Yesu. Sadia mante kose. Kama asingekuwa Yesu, kuna wengine tusingekuwa hapa tulipo. Nyosha mikono yako juu, fumba macho yako. Kama asingekuwa Bwana Yesu, kuna wengine tusingekuwa hapa tulipo. Tulipanda kwenye magari yaliyopata ajali, lakini sisi tukapona. Kinanda, unaweza kunisaidia? Tulipita kwenye mazingira ambayo wengine walipotea, ila sisi tulipona. Hakuna chochote ambacho tulimpa Mungu ambacho ni cha thamani, ila cha thamani ambacho tunaweza tukakirudisha kwa Mungu ni mioyo ya ibada. Mama yangu, unajua watoto wa mama wengine walipotea, lakini watoto wako wewe bado ni wazima. Pamoja na hayo yote ambayo bado unayaona ni magumu, hakuna neno linaloshindikana kwa Mungu. Hata katika hilo Mungu anaweza kukuosha. Nataka niseme na kijana ambaye akiwaangalia vijana wenzie anaona ni kama wana matokeo, lakini yeye hana hatua yoyote aliyopiga. Mungu hajakusahau. Mungu hajakusahau. Huyu ni Mungu ambaye ana uwezo wa kuwainua vijana. Nataka niseme na baba ambaye ameanza kupata changamoto hadi kuendesha familia kwa sababu ameanza kuona mambo hayaendi. Mungu hajakusahau. Mama yangu ambaye umepita kwenye hiyo changamoto kwa muda mrefu, huyu Mungu tunayemtumikia bado hajakusahau. Nataka tu ndani ya moyo wako kaambie Mungu nikumbuke. Kaambie tu Mungu nikumbuke. Naona wengine roho Bwana akiwasaidia. Kuna watu wanasikia uchungu kwenye vifua vyao. Achilia tu hayo machozi kwa Bwana. Achilia tu hayo machozi kwa Bwana. Machozi ni sauti kwa Bwana Yesu. Machozi ni sauti kwamba Mungu shaliba katena. Ni vijana wangapi Mungu alipotelea kwenye ulevi? Vijana wangapi wanavuta bangi saa hii Mungu, lakini sisi wametuweka kanisani. Sio kwamba Mungu tulitenda mengi sana mema. Ni neema yako tu Bwana. Wangapi wako mitaani wanalia, wanahangaika Bwana. Lakini sisi Mungu umetupa neema. Wakina mama wangapi ambao Mungu wamekata tamaa, wengine hata ibadani hawaji, ila sisi Mungu umetupa neema hata ya kusogea madhabahuni pako. Vunja moyo wako kwa Mungu kwa dakika 3. Mwambie Mungu tu kimoyomoyo asante. Mwambie tu Mungu asante. Mwambie tu Mungu asante. Ni vijana wangapi wamepotea huko mtaani, lakini wewe bado upo unamtumikia Bwana. Ni wangapi wamepotezwa, ni wangapi wamefanyiwa hila huko nje, lakini wewe Mungu amekusaidia. Sona mante kitilia mante. Wangapi biashara zao zilikufa muda mrefu, ila biashara yako wewe bado ipo. Mungu bado anakupenda hata wewe. Mungu bado anakupenda hata wewe. Uliyekuja ibadani umekata tamaa, hili ni neno lako. Mungu bado anakupenda hata wewe. Kwenye hiyo ndoa ambayo unayo, Mungu bado anaja na wewe. Usijaribu kumwacha Mungu. Usijaribu kukumbuka
katika jina la Yesu Kristo. Fumba macho yako, fumba macho yako, nimshukuru Bwana. Bwana Yesu, wewe uliyeumba mbingu na nchi, ambaye uliniamini Jumapili hii kama mtumishi ambaye uliweka neema kwa ajili ndani yangu kwa ajili ya watu wako. Hii Mungu sio biashara ya mchezo, ni hatima za watu nilizokuwa nazungumza nao mahali hapa. Ni watu ambao Mungu nilikuwa nawahudumia. Ninaomba mimi nisiwe zuio lolote la watu wako kupokea. Ninaomba rehema zako Mungu zikatutakase wote, ili tukaipokee ile sehemu ambayo uliandaa kwa ajili yetu Jumapili ya leo. Asante kwa ajili ya mama yule, asante kwa ajili ya baba yule, asante kwa ajili ya kijana ambaye amehudhuria siku ya leo. Nasi kama vijana ambao Mungu baadhi yao wamekuandalia hili jambo siku ya leo, Mungu kwenye walichopunguza wewe ukaongezee. Wewe ni Mungu ambaye jicho lako linatazama mioyo, na wewe huwa unafanya zaidi ya wanadamu wanaoweza kufanya. Mungu katujalie na kutusaidia katika jina la Mungu Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Naweza kupiga makofi. Amen. Kabla hujakaa au hata kama umeshakaa, mwanzoni nilisahau kushukuru Baba na kuheshimu baba zangu wachungaji wote ambao wapo kwenye ibada. Mimi ni kijana tu, ninaheshimu nafasi niliyoipata, lakini nawaheshimu nyinyi wazee wetu. Maandiko yanasema kwenye Waebrania 13:17, watiini wenye kuwaongoza, wale wenye kukesha kwa ajili ya roho zenu. Pamoja na hii nafasi niliyoipata, lakini naheshimu. Na niseme tu, kanisa la Moravian Iunga, nyi watu wa Mungu mna upendo wa ajabu sana. Mimi binafsi namtukuza Mungu sana kwa ajili yenu. Nilikuwa leo nimeitwa kuhudumu kama maeneo matatu kabla ya huyu mtu wa Mungu kuniambia, lakini kwa sababu ya aina ya moyo wa upendo ambao ninao hapa, nilikanseli zile ratiba zote. Kwa Baba, mimi nashukuru sana baba zangu. Mungu awabariki wote. Endelea kumwamini Mungu na ujiandae kwa ajili ya hicho chakula cha kimwili ambacho kimeandaliwa. Mungu awabariki sana. Mwana-Kondoo ameshinda. Ni wakati mzuri sasa wa kumtolea Mungu matoleo yetu. Tutatoa zaka na shukrani. Wakati huu nawakaribisha umoja wa kina mama kwa ajili ya wimbo wao wa kwanza kwa ajili ya zaka na shukrani.